Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa siku hii ya leo ambayo Bwana ametupa nafasi tena tuweze kuzungumza maneno ya uzima. Ni siku nzuri ambayo Bwana ameifanya ili kila mmoja aweze kusikia habari njema ya ufalme wa Mungu. Majira haya na saa kama hizi tunatamani twende tukajifunze neno la uzima. Na kabla sijakwenda kusema neno la uzima, tutakwenda kumuomba Mungu ili tuanze na Mungu. Mungu wetu ni Mungu anayetupenda. Mungu wetu ni Mungu anayetuwazia mawazo ya amani. Mungu wetu ni Mungu anajua hata kabla ya wewe hujajua. Maana amekuumba kwa kusudi na amekuumba ili uweze kufanyika kuwa sifa ya utukufu wa Bwana. Hivyo nakwenda kuomba. Baba wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu, Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Hufananishwi na kitu chochote kile, Bwana. Asante, umemuumba mwanadamu kwa mfano wako ili aweze kufanyika kuwa sifa ya utukufu wako. Mungu, nashukuru kwa sababu umetuumba kwa mfano wako ili tuweze kukutukuza. Zaidi ya yote ili tuweze kutumika na wewe. Asante Bwana Yesu kwa wakati na majira haya tunajikabidhi mikononi mwako kwa ajili ya neno la uzima. Anza nasi Bwana katika neno hili. Maliza na sisi Bwana. Tukianza peke yetu tutashindwa. Mkono wako Yesu uweko mahali hapa. Ninapokwenda kusema neno la uzima, sitasema kama mwanadamu wa kawaida, bali nitasema chini ya mbingu zilizo wazi na uwepo wako ukilithibitisha neno hili na mkono wako ukifanya kazi. Katika jina la Yesu, nitumie Bwana kama upendavyo. Nitumie Bwana kama upendavyo. Kwa heshima na utukufu wa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Asubuhi ya leo tunakwenda kusoma neno la uzima na tutakwenda kujifunza kwa muda mchache sana. Na kwenda kusoma neno la Mungu kutoka katika Isaya sura ile ya 41 na tutaangalia mstari ule wa 10. Na tutakwenda kusoma mstari wa 13 pia. Neno la Mungu linasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Tutakwenda kusoma 13, inasema, kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika kwa mkono wako wa kuume, nikikuambia usiogope, mimi nitakusaidia. Tumesoma neno la Mungu. Ni Mungu anazungumza na mwanadamu. Ni Mungu anasema na mtu aliyemuumba kwa mfano wake. Lakini ajabu, mwanadamu aliyeumbwa kwa uzuri wa Mungu, mwanadamu aliyeumbwa kwa heshima yote ya Mungu akaweka ndani ya mwanadamu. Lakini ajabu, mwanadamu amegeuka. Mwanadamu amejaa hofu na mashaka katika dunia hii. Mwanadamu amejaa masikitiko. Mwanadamu amejaa simanzi. Mwanadamu amejaa huzuni. Lakini kwa sababu gani mwanadamu amejaa huzuni? Ni kwa sababu anakaa chini ya dunia iliyojaa matakataka, machuki, mawivu, mahasira, fitina, ugomvi na vitu vingi ambavyo dunia imefunikwa navyo. Nayo hayo yote si kwamba ni mpango wa Mungu. Ni mpango wa ibilisi, shetani. Kwa sababu shetani hamwazii mazuri mwanadamu hata siku moja. Shetani anawaza kuchinja, kuharibu, kuua na kuangamiza. Na ndiyo mwanadamu akajaa hofu na mashaka kwa sababu haoni tumaini jingine. Lakini ninayo habari njema asubuhi ya leo. Ninayo habari ya matumaini. Ninayo habari inayotia moyo sana.
ya kwamba Yesu Kristo alikuja duniani kuondoa hofu na mashaka, woga uliowafunika wanadamu. Ndiyo maana Yesu alijitoa msalabani ili akuokoe mwanadamu na dhambi zako. Dhambi zimesababisha kuleta hofu. Mtu anayetenda dhambi anakuwa muoga kwa sababu hana tumaini la Kristo Yesu. Mwanadamu anayetenda dhambi amekaa mbali na Mungu, maana Mungu ni mtakatifu. Mwanadamu akitenda dhambi hawezi kukaa karibu na Mungu kwa sababu mwanadamu ananuka uchafu. Natamani niseme nawe mwanadamu unayenisikiliza, acha dhambi uwe karibu na Mungu. Acha dhambi uwe rafiki wa Mungu. Acha dhambi, Mungu ataondoa hofu, ataondoa uoga. Uoga ni dhambi. Biblia imesema ya kwamba waoga na wazinzi na washerati na waongo hawataingia kwenye uzima wa milele. Kwa nini usiingie kwenye uzima wa milele na kati uzima wa milele ni haki yako? Kisa uoga. Acha uoga mwanadamu, mgeukie Yesu akupe ujasiri. Yesu ana ujasiri ukimwamini. Hofu ulionayo, uoga ulionao, ukimpa Yesu maisha, anaondoa uoga, anaondoa hofu. Amesema usiogope, mimi ni pamoja nawe. Ukiwa na Yesu huwezi kuogopa wachawi. Ukiwa na Yesu huwezi kuogopa waganga. Ukiwa na Yesu huwezi kuogopa hata usiku wa manane. Utapita katikati ya misitu minene. Yesu yuko na wewe, utapenya katikati ya misitu. Unaweza kupita katikati ya maadui ukiwa na Yesu. Utapita katikati yao wala wasikufanye chochote, kwa sababu uliye naye ni mtu jasiri asiyeogopa chochote. Haleluya. 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 Yesu anaweza kutenda yale wewe usioweza kuyatenda. Umejaribu kufanya mambo yako mwenyewe lakini umeishia pabaya. Umejaa madeni kwa sababu umeanza peke yako. Umekopa mikopo sehemu mbalimbali, hauna msaada, umeanza peke yako. Mwanadamu nasema na wewe, haijalishi unapitia nini. Madeni ulionayo sio sababu ya kukuweka mbali na Mungu. Yesu anasema anawapenda wale wampendao. Mpende Yesu. Yesu anatamani uanze wewe kumpenda, maana yeye alikupenda kabla ya wewe hujampenda. Ndio maana anasema usiogope. Maana Yesu ana upendo mwingi, maana ana upendo wa ajabu kwamba anakuhimiza kila siku usiogope. Kwa nini unaogopa? Kwa nini unafadhaika? Kwa nini unahuzunika? Yuko mtu mmoja aliyebeba masikitiko yako. Yupo mtu mmoja aliyebeba huzuni zako. Yupo mtu mmoja aliyebeba uoga ulio nao. Ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na huyo ndiye anayesema habari zake, nimemuona akifanya maajabu, akifanya mambo makubwa, akiwatendea wanadamu waliokuwa wamekata tamaa kama wewe, waliokuwa wamerudi nyuma kama wewe, wanaowaza kujiua kama wewe, wanaowaza kujinyonga kama wewe, wanaowaza kunywa sumu kama wewe. Usiogope, usiogope, usiogope. Yuko Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, anakwenda kuondoa uoga, atakuvika ujasiri. Muamini tu, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya. Nimemthibitisha Bwana akiponya magonjwa ambayo wewe unayaogopa. Kwa nini uogope? Unaogopa kwa sababu hauna Yesu. Leo mpokee Yesu awe Bwana kwenye maisha yako. Magonjwa unayoyaogopa, Yesu anakwenda kuondoa. Ukimwi unaoogopa, Yesu anakwenda kuutoa. Si kwamba tu Yesu anaweza kukutibu. Yesu sio mtibuji wa watu. Yesu ni mponyaji. Madaktari wanaweza kukutibu, lakini ukapata nafuu usipone. Wale ni wanadamu.
Wanadamu wana maeneo wanafanya, lakini hawawezi kufanya kama Mungu aishivyo. Mungu anayesema tusiogope, akifanya anafanya kwa ukubwa. Akitenda ametenda. Akiponya ameponya kweli kweli. Ugonjwa hautauona tena. Kisukari hautakiona tena. Kansa inayotisha ulimwengu, Yesu ni dawa ya kansa. Anaondoa kansa. Unabaki kuwa salama. Mwamini Yesu. Mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haijalishi ni mama ambaye ameteseka kwa waganga na washirikina na wachawi kunywa madawa apate watoto. Wanadamu hawana dawa. Yesu ni dawa. Tumwamini Yesu. Kampa maisha Yesu. Kampa nafasi Yesu. Akaingia ndani ya moyo wako. Akamuondoa huyu mtu mmoja anaitwa hofu. Kamuondoa huyu mtu anaitwa uoga. Kamweka pembeni. Akakuvika ujasiri. Mama, hakika dawa ya kwanza kwa mwanadamu ni ujasiri. Ukiwa jasiri, mambo yote yanawezekana. Ukiwa jasiri, Yesu anapenda watu wajasiri. Haijalishi upoje, haijalishi kwenye mazingira gani, mpe Yesu nafasi. Baba, mpe Yesu nafasi. Haijalishi umefukuzwa kazini, hujui familia itaishije, hujui watoto watasomaje, ondoa uoga ndani yako. Yuko Yesu amesema atakushika kwa mkono wake wenye nguvu, atakusaidia. Amini Yesu anaweza kukusaidia.